Na kwa kumalizia kwa leo kwenye ukurasa wetu huu wa 6 nasema kwamba inajulikana kuwa vipengele au tabia 4 huchanganyika na kubadilishana hali zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo hapo ndipo tunapoishia kwa leo kwamba Shikeli sawa, kwamba tabia zile hubadilishana zenyewe kwa zenyewe. Zinabadilishana vipi? Ndio tutakwenda kuona huko mbele kwamba hizi tabia 4 hizi, moto, upepo, maji, udongo, zinabadilishana zenyewe kwa zenyewe, sawa. Kwa hiyo tutaona hapo mbele inshallah. Kwa siku ya leo tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka kutufikisha hatua hii ya kuweza kuelewa ama na kusoma haya tuliyosoma kwa leo. Insha Allah kwa mapenzi yake tena Mwenyezi Mungu atakapotukadiria, tutakuja tena kusoma muendelezo wetu wa somo letu kwamba hizo tabia 4 zinabadilishana zenyewe kwa zenyewe vipi, kwa muundo gani, kwa namna gani. Lakini kwanza tunaanza kuona taswira ya kile tunachoenda kukisoma, ama taswira ya kile tunachokisoma kwamba ni kitu cha namna gani na kinakuhitaji uwe na maono mapana kiasi gani, kwa rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wala usifanye haraka kwenye kuvielewa vitu hivi, usifanye papara kwenye kuvielewa vitu hivi. Ni kidogo kidogo, taratibu, unavipa muda, sawa. Na kanuni ya elimu siku zote ina vitu viwili ama kitu kimoja, sawa. Kanuni ya elimu siku zote inakutaka wewe msomaji uipe muda mwingi au uipe muda mkubwa sana kuweza kusoma na kuielewa, kulikoni ile income itakayokupa wewe, kulikoni ile replay itakayokurudia wewe. Sisi tumeelewana vizuri Haya maneno haya yana maana gani? Yana maana kwamba msingi wa wewe kusoma elimu si kuwa tajiri, ila ni kupata maarifa ya kile ulichosoma. Kwa hiyo itakusaidiaje kiuchumi? Ni taratibu, nikiwa na maana kwamba, na kuna baadhi nilishawaambia kwamba usisome hii elimu kwamba kwa haraka kwamba uende ukaitumikisha uanze kupiga ramli utoe majibu maradhi magonjwa. Hatusomi hivyo wala hatuendi hivyo. Ukienda hivyo hii elimu utaikosa. Utaikosaje? Utaikosa kwa sababu ya vitu kama hivi tunavyovisoma hapa. Wewe unaweza kuona kama ni vitu vidogo vya maskhara hivi, lakini hivi vitu vina maana kubwa sana. Uko na kutaka kuipeleka hivi vitu ndio vyenyewe vinavyotakiwa kutumika na vinginevyo vinavyokuja mbele. Sasa kama hutakuwa umeelewa hivi, uko mbele hakuna unachoenda kukifanya. Shekhe wangu, mzazi wangu, hakuna utakachokwenda kukifanya, bali utakwenda kufanya blanda tu. Kumbe kaa chini, tulia, soma taratibu kwa kuelewa, pasina kukimbilia kwamba sijui nikafanya hivi. Shikeli haitaki hivyo. Fanya kwenye masomo mengine huko yawezekana, lakini hata masomo mengine, lakini shikeli inakutaka utulie, uelewe kwa kina. Sawa wazazi wangu, basi inshallah ni mimi mdogo wenu, mtoto wenu, Maalim Kiza kutoka nchini Tanzania, mkoani Kigoma. Nilikuwa kwenu kukuleteeni elimu hii adhimu, na tupo mwanzo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutujalia afya, uhai, uzima na fursa ya muda pia kuweza kuendelea kupeana masomo haya ili tuweze kufundishana. Kwa hiyo sina mengi mpaka hapa. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpaka muda mwingine, shukran.